من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ بالله تعالى من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nawasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile kuwatakia rehma kizazi na nyumba tukufu ya Mtume Muhammad alayhim afdhalu salatu wassalam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaleta waja wake katika ulimwengu huu kwa lengo maalum, lengo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatahadharisha wanadamu, amewatahadharisha waja wake ili wafikie lengo hilo, ili wawe wakamilifu katika ubinadamu wao. Lazima waepukane na baadhi ya mambo ambayo yatawaondoa katika njia, yatawaondoa katika duara, kiasi kwamba itapelekea kuwavua ule ubinadamu wao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba nalo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote anamtakia mja wake mambo mazuri na mema. Siku zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampokea mja wake kwa namna yoyote atakayekuja mbele yake, kwa kutaka kujisalimisha na kusalim amr, kwa kuacha mambo maovu ambayo yamemgubika, kwa kuacha mambo ambayo hayamridhishi muumba au hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma waja wake au amewatuma mitume wake watukufu kwa lengo la kuja kuwaongoa watu wake na kuwaweka katika njia ya sawa. Vile vile amewatuma mitume wake kuwa ni rahma, kuwa ni watulivu, kuwa ni kwa ajili ya kuwapenda watu ambao wanakuja kuwaongoza. Mtume Muhammad, kiumbe bora kuliko wote aliyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alimtuma katika kaum ambao ni korofi, alimtuma katika kaum ambayo haisikii nida au haisikii wito wote ambao kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituma kwao, kiasi kwamba ilipelekea wale watu ambao Mtume Muhammad alitumwa awaongoe na watoe katika maovu, walimpa adhabu ya maneno ya kuumiza. Haikutosha, wakampa adhabu ya kumpiga. Ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alienda katika moja ya mji au miji ya Makka, mji ukifahamika kama Qatif. Alipofika katika mji ule, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikataliwa na watu wale, wakampiga kiasi akatapakaa uso wake mzima damu. Kisha Jibril alayhi salam akaja akamwambia, ya Rasulullah, inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yuqri'uka as-salam. Mwenyezi Mungu mtukufu, ewe Muhammad, anakupa salamu nyingi sana, na anakuambia ya kwamba lau utaomba dua yoyote hapa ya Mwenyezi Mungu awape adhabu watu wa mji huu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa adhabu. Na vitabu vya historia baadhi vinasema ya kwamba
Jibrail alikuja na adhabu moja kwa moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu anataka abadilishe ardhi hii, juu pawe chini na chini pawe juu, na Mwenyezi Mungu afute kabisa kizazi kilichokufanyia maovu haya. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia Jibrail, mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bu'ithtu rahmatan wa lam ub'athu la'anan, kwa hakika amenituma niwe ni rehma, niwe ni kitu kizuri kwa watu wote, kwa viumbe vyote, na hakunituma niwe ni mtu mwenye kuwalaani na kuwaponda watu. Akamwambia Jibrail alayhi salam, huenda katika migongo ya watu walionifanyia maovu haya basi wakatoka watu wema na wazuri, kwa hivyo mtume akawasamehe. Na Mtume Muhammad amesifiwa katika Qur'an kwa tabia za hali ya juu, kwa tabia nzuri, kwa tabia zilizojaa kila aina ya sifa. Mtume alikuwa na wasifu wa kila sampuli: huruma, utulivu, ukarimu alikuwa nao bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo waja wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wametumwa kwa lengo moja, au wameumbwa katika ulimwengu huu kwa lengo la aina moja. Miongoni mwa malengo ambayo mwanadamu ameumbwa kwayo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Lakini katika ulimwengu wanadamu wametofautiana aina tofauti tofauti, kitabia, kimaumbile, kimuonekano, lakini kinachomuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kinachomuhusu mwanadamu ni nafsi yake, roho yake. Kitu ambacho kitamfanya mwanadamu aonekane ni mtu wa maana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbele ya jamii, na hasa si mbele ya jamii, ni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni nafsi yake. Mwenyezi Mungu ametaja nafsi katika Qur'an kwa ibara tofauti tofauti, kwa sampuli tofauti tofauti. Mwenyezi Mungu ameisifia nafsi, Mwenyezi Mungu ameiponda nafsi, Mwenyezi Mungu ameitaja nafsi katika Qur'ani kwa aina tofauti tofauti. Na hii nafsi ya mwanadamu ndo matokeo ya nje ya kila siku tunayoyafanya katika jamii. Chochote ambacho unakifanya ni matokeo ya uzao wa nafsi yako ya ndani, ni matokeo ya maamuzi yako ya ndani. Ulimi, mikono, miguu, hivi vyote ni viungo vyako vya nje ambavyo vimepata maelekezo ya hisia zako za ndani. Ningependa katika somo letu fupi kwa leo nielezee namna ya mwanadamu anavyotakikana kutakasa au kuilea nafsi yake.